Nina kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tena pokea salamu za ushindi kutoka katika milima ya Morogoro. Mimi mwalimu wako Mgisa Mtebe niko tayari tena kukuletea mfululizo mwingine wa mambo muhimu ya kufanya katika msimu wa mwisho. Tuko kwenye maombi ya mwezi wa 12, maombi ya mwezi Disemba, na moja ya ajenda tunazoziombea ni mikakati au tathmini za namna ambavyo tumefanya katika msimu huu unaoishia au katika msimu uliopita, ili tuweze kuweka vizuri mikakati ya kuingia msimu mpya, ya kwenda mwaka mpya, ili tuweze kurealize success, tuweze kupata mafanikio. Tumetoka kuangalia katika vipindi vilivyopita swala la muda kwamba ni swala la kiroho sana, na ndio maana haya maombi ni maombi ya kimsimu. Tunaombea wakati tulionao. Huu ni msimu wa mwisho au ni kipindi cha mwisho katika msimu wa mwaka huu. Kwa hiyo yako mambo yatupasayo kufanya. Tulisoma katika Matendo ya Mitume ile sura ya 17 mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Neno la Mungu linaonyesha jinsi ambavyo Mungu ametupa majira katika maisha yetu hapa duniani. Mungu amewekeza majira katika maisha yetu sisi tunaoishi hapa juu ya nchi ili tuweze kufanikiwa. Kwa ni lazima tujue namna ya kusoma majira na nyakati, na tujue yatupasayo kufanya ndani ya kipindi hiki. Kwa hiyo katika maombi haya ya mwezi wa Disemba, maombi ya mwezi wa 12, kutathmini tulikotoka, mahali tulipo na kule tunakotaka kwenda, ni moja ya ajenda tunazoziombea ili tuweze kufanya vizuri. Ukisema ufanye tathmini bila Mungu, ni rahisi sana kutokuona ulichotakiwa kuona na kutokujua namna ya kurekebisha, na pia kutokujua namna ya kupanga mikakati vizuri. Kwa hiyo tunaliweka hili jambo kimaombi, tunaliweka hili jambo kwenye sala na maombi ili tuweze kulifanya vizuri. Mungu wetu ni Mungu wa mipango, tulishaona hiyo. Yeye mwenyewe alitengeneza ulimwengu huu kwa utaratibu kabisa. Siku ya kwanza aliumba nuru, siku ya pili nchi, siku ya tatu mimea, siku ya 4 nuru, jua, mwezi na nyota, wanaita mianga kwenye Biblia. Siku ya 5 samaki na ndege, siku ya 6 wanyama na binadamu, na siku ya 7 aliweka pia kupumzika iwe ndani ya utaratibu wako wa maisha au kwenye mipango yako. Kwa hiyo hiyo inatupa picha kwamba tunamtumikia Mungu wa mipango. Hata kwenye Isaya 46, nafikiri mstari wa 9, wa 10, wa 11, anasema mimi ni Mungu nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Yani naweza nikaongea mambo ya mwezi wa 12 tangu mwezi wa kwanza. Ninaweza kuongea mambo ya mwezi wa 9 tangu mwezi wa pili, kwa sababu tayari yako kwenye utaratibu, yako kwenye mkakati. Kwa hiyo ni Mungu wa mipango, na anasema hakika nitathibitisha, nitatekeleza nilio ya kusudia. Isaya 46 ule mstari wa 9, mstari wa 10 na mstari wa 11. Kwa hiyo katika mwezi wa 12, jambo mojawapo la msingi la kufanyika ni tathmini. Angalia namna ulivyofanya, ulichofanya, na uone maeneo ya kurekebisha, na Mungu atakusaidia kuona endapo utamshirikisha au endapo utamhusisha. Tulisoma ile Warumi 8 mstari wa 28, anasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa hiyo kuna partnership, kuna upamoja, kuna ushirika wa kufanya kazi na Mungu kwenye mambo yako ili uweze kufanikiwa. Kwa hiyo usikosee kwenye kipengele hicho. Muhusishe Mungu, mshirikishe Mungu, na Mungu atakusaidia
na Mungu atakuwezesha. Sawa, tumemaliza kipengele cha mikakati katika kipindi kilichopita, kipindi cha tarehe 15. Leo ni tarehe 16 na hiki ni kipindi cha 16 cha mwezi huu wa 12. Tuna vipindi 21 katika mwezi huu, tangu tarehe 1 mwezi wa 12 mpaka tarehe 21 mwezi wa 12. Tuna mfululizo huu ambao Mwenyezi Mungu ametupa tuweze kutafakari, tuweze kupitia ili kutuongoza katika maombi ya mwezi wa 12, maombi ya mwezi Disemba tunapomalizia msimu wa mwaka huu 2025, ili tuweze kujiandaa vizuri na mwaka mpya na msimu ujao. Kwa hiyo hiki ni kipindi namba 16. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 12 na tunaendelea sasa na kipengele kinachofuata. Kwenye kipindi kilichopita, kipindi cha kufanya tathmini, na nilikuonyesha maeneo muhimu ambayo yatakutaka ufanye tathmini. Nilisisitiza tathmini kwenye kipindi cha kabla, alafu jana nilikuonyesha kwa uchache tu angalau ufanye tathmini kwenye eneo hili. Tuliangalia habari ya nguvu ya ndani, vitu vinaweza kukusaidia kufikia malengo kutokea ndani yako au ndani ya taasisi yenu, kikundi chenu, kampuni yenu. Lakini pia tuliangalia nguvu ya nje. Angalia fursa zilizoko nje ambazo mnaweza mkazitumia kuwawezesha kufikia malengo yenu au kufikia malengo yako. Alafu pia tuliangalia matishio yaliyoko nje yanaweza kusababisha ukashindwa kufikia malengo yako. Yafanyie tathmini pia, ili kibidi kuweka mkakati wa kujisaidia uweke. Alafu pia tuliangalia changamoto za ndani au udhaifu wa ndani unaoweza kukukwamisha ukashindwa kufikia mambo yako. Sawa, basi tupige hatua. Katika kipindi cha leo nimeongozwa ni kuonyeshe namna ya kuweka mikakati. Nikufundishe namna ya kuweka mikakati, na hili ni jambo la 3 la msingi sana. Namna ya kuweka mikakati au kuweka mikakati ni moja ya mambo ya lazima ya kufanyika katika msimu wa mwisho. Baada ya kufanya tathmini, utakuwa umeona mapungufu, lakini pia utakuwa umeona fursa. Kwa hiyo ni rahisi kuzitengenezea zote mikakati ya namna ya kuzitumia, na yale mapungufu utengeneze mikakati ya namna ya kuyaponya yasiendelee kukuathiri katika utekelezaji wa maono ulionayo, mipango ulionayo, malengo ulionayo na makusudi ulionayo katika kulitumikia kusudi la Mungu maishani mwako. Sasa baada ya kufanya tathmini, sasa lazima uweke strategies. Lazima utengeneze mikakati, mipango na mikakati ya namna sasa ya kupiga hatua za mbele. Hilo ni jambo jingine la muhimu la wewe kufanya. Nitakufundisha kwa upana tutakapoanza mwezi wa kwanza wa mwaka. Yako mambo ya kupasayo kufanya katika majira ya kwanza. Kuweka mkakati ni jambo moja wapo. Lakini sasa hivi nataka tu nikuonyeshe namna. Kwa hiyo haka ni kama syllabus tutakatumia katika mwaka ujao au msimu ujao. Mwanzoni pale tutakapoanza, nitatembea pamoja na wewe pia katika maombi ya mwezi wa kwanza. Na wakati huo basi tutakwenda kwa kina zaidi kwenye pointi hizi, lakini sasa hivi tu nataka nikupe ujue namna ya tunavyotengeneza mikakati itakayotupa mafanikio, itakayotupa maendeleo, itakayotuwezesha kutimiza maono au malengo au makusudi ambayo Mungu ametusaidia kuyaweka ndani yetu kwa ajili ya shughuli zetu na utekelezaji wa maono yetu. Jambo la kwanza ambalo mtoto wa Mungu unatakiwa kujua namna ya kulifanya ni kutafsiri maono. Define well your vision. Kwa sababu maandiko yanasema pasipokuwa na maono hauwezi kufikia malengo yako. Huwezi kufanikiwa. Ukikosa maono huwezi kufanikiwa. Mithali sura 29 mstari wa 18 utaona maandiko yanasema
where there is no vision, the people perish. Pasipo maono, watu huangamia. Nikitafsiri moja kwa moja kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Lakini Biblia Kiswahili imetumia watu huacha kujizuia. Maana yake watu hukosa msimamo. Maana yake usipokuwa na vision, usipokuwa na mwelekeo, direction, watu huyumba au hupoteza mwelekeo, na matokeo yake watakapokwenda basi wataangamia. Sasa Biblia Kiingereza imeenda straight kwenye matokeo ya kukosa kujizuia, kukosa nidhamu, kukosa mipaka, kukosa discipline. Basi inakufanya unatoka nje ya mstari, na huko unakotelezea unakwenda kwenye maangamizi. Lakini maono yanakupa focus, yanakupa shabaha kwamba ninatoka point A, lengo langu ni kwenda point B. Huyu ni mtu anajua anakokwenda. Huyu ni mtu ambaye tayari ana maono. Huyu ni mtu tayari ana malengo. Sio rahisi huyu umshawishi kuacha njia yake. Lakini ukikosa mwelekeo, wewe ni rahisi kushawishika. Kwa mfano, umeamua tu kupunga upepo, kutembea siku hiyo, kusafisha macho mjini. Ukikutana na rafiki yako wa form 4 uliyesoma naye shule, ni rahisi tu kuchukuliwa na maongezi yake ukaamua kumsindikiza anakokwenda yeye. Yeye ana maono, wewe huna. Kwa hiyo mnaamua tu kuongea, kujuana hali, kupeana habari za siku nyingi, unamsindikiza. Ukiwa njiani unamsindikiza, ukakutana na rafiki yako mwingine uliyekuwa naye utotoni, ni rahisi sana kumwacha huyu uliyekuwa unamsindikiza anakoenda, ukachukua safari nyingine kwamba bwana, tayari wewe nimekusalimia, ngoja nimsikilize na huyu, niongee na huyu, ngoja niende na huyu. Utakuwa ni mtu wewe bendera fuata upepo. Wewe mwenyewe ulianza hiyo siku huna ratiba, huna mpango, kwa hiyo hauna shabaha. Ndio anachokisema Mfalme Suleiman kwenye Mithali sura 29. Anasema ukikosa focus, ukikosa shabaha, ukikosa malengo au makusudi, mpango wa siku, wewe ni rahisi kuyumba. Wewe ni rahisi kuchukuliwa ukatoka nje ya mstari, na huko utakapokwenda labda utaenda kuangamia. Mfalme Sulemani anasema pasipo maono mtu huacha kujizuia, anakosa discipline, anakosa msimamo, anayumbishwa, anachukuliwa kirahisi, na huko anakochukuliwa anaweza kwenda kwenye maangamizi. Kwa Kiingereza imeandikwa moja kwa moja maangamizi. Anasema where there is no vision, the people perish. Watu huangamia au huangamizwa. Kwa hiyo pointi ya kwanza, pointi ya msingi itakayo kusaidia mtu wa Mungu katika kuweka mkakati, hebu anza kuombea maono yako. Hiyo ndio pointi ya kwanza itakuwezesha mtu wa Mungu. Nimeona nikushirikishe katika namna ya kufanya mkakati. Lazima ujue unachotaka kwenye maisha. Lazima ujiassess mwenyewe. Ndio maana tulikuwa na kipindi cha kujifanyia tathmini kimaombi kabisa, na tunaendelea, hatujamaliza kujifanyia tathmini. Mimi nakutambulisha pointi ya msingi katika mambo ya kufanya kwenye msimu wa mwisho, ili uyaingize kwenye maombi ya mwezi wa 12. Uweze kuombea tathmini, uone mapungufu na njia kuyarekebisha, uone fursa na njia kuzitumia, ili uweze kufanikiwa au uweze kuwa mshindi, ili uweze kufikia malengo. Lazima ujue unachotaka. Hakuna mahali utakwenda kuchukua. Amua we mwenyewe. Kwenye Wafalme wa kwanza ile sura ya 3 ule mstari wa 4 mpaka mstari wa 15, unaona Mungu anamtokea Mfalme Sulemani, mtoto wa Mfalme Daudi. Anamwambia kwa sababu ya mahusiano ya Daudi na mimi, Daudi baba yako, nimewekeana na yeye agano kwamba uzao wake utarithi kiti chake. Haya, wewe mtoto wa Daudi,
nimekupenda kwa sababu ya Daudi baba yako. Ebu omba lolote utakalo, nami nitakutendea. Amepewa hundi ambayo haijajazwa kiwango, anaambiwa ajaze yeye kiwango anachotaka kwa kadri ya utajiri wangu, asema Bwana. Omba lolote. Hivi ungepewa fursa hiyo, wewe ungeomba nini? Mungu anataka kuona moyo wako una maono gani, shauku gani, matamanio gani. Let me know your dream, your desire. Kwa hiyo kama hauna maono, mimi nakwambia utapepesa midomo tu hapo na fursa itakupita. Kwa hiyo hebu jipange. Hatujui lini muujiza wa namna hiyo unaweza ukakutokea, lakini endapo fursa itakuja na itakukuta hujajiandaa hata kimawazo, unaweza ukaipoteza. Tengeneza maono sasa. Baada ya kujifanyia tathmini, umeona mapungufu, lakini pia naamini umeona fursa, au utaona mapungufu na utaona fursa. Sasa baada ya pale, amua unataka iweje. Unataka iweje? Umeona kabisa kwenye maisha yako labda unahitaji mkondo wa pili wa kipato. Kwa hiyo unahitaji kuanzisha shughuli ya kuingiza fedha, income generating activity. Unahitaji kuanzisha jambo fulani. Hayo ndio yawe maono yako. Labda katika kujitathmini umeona unahitaji ujuzi fulani, unahitaji kufuzu kwenye taaluma fulani. Labda maono yako katika msimu unaokuja ni kusoma kozi fulani na umalize na uifaulu na uipate, upate certification, upate cheti, uonekane na wewe unakidhi vigezo. Labda hayo ndio yatakuwa maono yako. Labda umeona unahitaji nyumba yako ya kuishi, umechoka kupanga au kusaidiwa mahali pa kukaa. Sasa unahitaji eneo lako. Labda mkakati ni kuwa na nyumba yako, kwa hiyo huu ni mwaka wa wewe kuanza ujenzi. Au labda maono sasa ni wewe uingie kwenye familia, upate mwenzi wa maisha, mzae na watoto. Labda huo ndio uhitaji ulionao katika msimu unaokuja. Baada ya kutathmini huko nyuma, utakuwa umeona kinachohitajika. Hicho sasa kimoja wapo au viwili au vitatu, basi viwe sehemu ya malengo ya mwaka ujao au msimu unaokuja. Ndicho kilichomtokea Mfalme Suleiman. Bila kutarajia, fursa ikaja, anatakiwa aseme uhitaji alionao. Jambo la kwanza hilo. Kwa hiyo ombea maono yako unayotakiwa kuyafanya. Usije ukakosea pia, maana maono yanatakiwa yapate kibali mbele za Bwana ili yaweze kufanikiwa. Ukikurupuka tu kuamua lolote ambalo kwa wakati huo, kwa majira haya yanayokuja, haiko kwenye ratiba ya Mungu, ni rahisi sana kufeli, ni rahisi sana shetani kukushinda. Lakini ukipatia mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako na ukaweka maono, ukaweka malengo, ukaweka mikakati sawa sawa na mpango wa Mungu, hakika utafanikiwa. Ndio maana kwenye mambo yote haya tunajifunza kumuhusisha Mungu kwa njia ya maombi. Tathmini yote tumeifanya kimaombi na tunaendelea kuifanya kimaombi, na hii mikakati lazima pia na yenyewe tuifanye kimaombi. Kumbuka ile Warumi 8 mstari 28. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na sisi tunaompenda, pamoja na wewe unayempenda. Kwa hiyo muhusishe Mungu. Let God be involved. Involve your creator. Muhusishe muumba wako. Hiyo inakupa guarantee, inakupa hakika ya kufanikiwa. Kwa hiyo hata tunaposema define your vision au tafsiri maono yako, fanya hivyo kimungu. Fanya hivyo kwa namna ya kimungu. Manake sali, manake omba, manake mtafute Bwana uweze kujua mapenzi ya Mungu kwako kwa majira yanayokuja ni nini. Inawezekana Mungu ametaka urudi shule, lakini wewe utapuuzia hilo na utaliacha lipite. Niliwahi kusoma chuo kikuu, mimi nikiwa undergraduate degree ya kwanza, niliwahi kusoma na rafiki mmoja ambaye alikuwa anaingia
pale pale chuo kikuu, degree ya pili. Siku moja tukiwa kwenye fellowship ya jioni, akaaga akasema, nimeahirisha mwaka, mambo yamekuwa mengi sana, ninarudi nyumbani. Tuko Morogoro, chuo kikuu Mzumbe. Yeye alikuwa anafanya kazi na familia yake iko Dar es Salaam. Lakini akaelezea, maana nilikuwa nimemaliza kufundisha kipengele cha namna ya kutumia majira na nyakati. Nilikuwa nawafundisha somo linaitwa malango ya kiroho, na lango mojawapo linaitwa lango muda, the gate of time, lango muda. Na akasimama akasema, kama mtumishi alivyoeleza, mimi nimeahirisha mwaka, nitakuja kusoma wakati mwingine, kwa sababu ya mambo yanayoendelea nyumbani, biashara inavyosuasua, familia inavyopatwa na majanga, kazini kila siku mambo yaende vizuri. Kwa hiyo nimeamua niahirishe mwaka. Nashindwa kusoma, nashindwa kutuliza mawazo, kuconcentrate, nashindwa kutuliza mawazo kwenye masomo, nina faili testi kwa sababu nimegubikwa na mambo mengi sana. Alafu mwishoni akasema, ninajuta kwa sababu mwaka jana mimi nilishapewa ruhusa ofisini ya kwenda shule na pesa ilishaingizwa kabisa kwenye akaunti yangu, lakini niliahirisha kwenda shule. Unajua yeye alikuwa boss, kwa hiyo boss alikuwa na maamuzi tofauti na mtu aliyeajiriwa. Yeye alikuwa boss, alikuwa top pale kwenye kampuni, kwa hiyo alikuwa na maamuzi aende shule lini. Lakini bodi ya wakurugenzi, bodi ya kampuni ilishampa ruksa ya kwenda shule na ilishampa pesa, bajeti yake ya kwenda shule, kwenda kuongeza degree ya pili. Lakini akairisha tu kwa mambo fulani yaliyokuwepo pale. Yeye sasa wakati anatuaga kwamba anarudi nyumbani, alisema, sikufanya maamuzi vizuri, niliahirisha kwenda shule mwaka jana kwa sababu ya mambo ambayo labda hayakuwa ya msingi sana. Ningejitahidi ningeweza kusoma mwaka jana, lakini nimekuja kusoma mwaka huu, na kwa somo ambalo mwalimu alikuwa anafundisha inaelekea lango la muda la kwenda shule, the gate of time, kwa ajili ya mimi kwenda shule ilikuwa mwaka jana, kwa sababu pia niliongea kuhusu neema inayofanya kazi kwenye lango la muda. Na ule muda ukipita, neema ile pia inakuwa inapita. Uwezesho, neema ni kama uwezesho, msaada, everything, vitu vingi vinakuwa in place, vinawekwa tayari kukusupport. Watu wa kukusupport, mazingira, suitable environment, mazingira sanifu ya kukusupport wewe kusoma na kadhalika, vitu vingi. Kwa hiyo mlango wa neema ukipita, hivi vitu vyote vinafungika. Unasoma kwa shida, kama huyu jamaa anasema, mtoto anaumwa kila siku, inabidi nirudi nyumbani. Kazini mambo yaende vizuri, inabidi nirudi kuokoa huko mambo ya kazini. Hapa kwenyewe ninakuwa nimechoka, nakuwa na mzigo mzito, yani kila kitu hakiko sawa kwa mimi kukaa kusoma hii kozi. Kwa hiyo nimeamua kuahirisha mwaka, nitarudi tena wakati mwingine. Ikanifundisha jambo kubwa sana, kufanya kazi kwenye majira yako. Kwa hiyo lazima uombe, ujue mwaka unaokuja, msimu unaokuja, moyo wa Mungu au ratiba ya Mungu ina nini juu yako, ndipo utengeneze haya maono. Hautengeneze haya maono kwa kuchagua wewe. We are involving God in every step. Tunamhusisha Mungu katika kila hatua. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 inasema hivi, wakati ulipotimia, Mungu alimtuma Yesu duniani awaokoe walio chini ya sheria. Wakati ulipotimia. Kwa hiyo hata kuzaliwa kwake, alizaliwa kwa wakati. Kila msimu na kila majira yana mambo yatupasayo kufanya. Na kukumbusha ile mambo ya Nyakati ya Kwanza sura 12 mstari wa 32 unasema, katika Israeli kulikuwa na watu wanaitwa watoto wa Isakari, kabila la wana wa Isakari. Kipawa chao walichojaliwa na Mungu ilikuwa ni kujua kusoma majira na nyakati na kujua mambo yatupasayo kufanya kwenye majira yale. Kwa hiyo wakawa washauri wa makabila ya Israeli na wakawa washauri wa taifa la Israeli. Kwa nafikiri umeona kwamba hauamui wewe ufanye nini kwenye majira yanayokuja. Ndio unaamua wewe, lakini anayekudondoshea mpango huo ni Mungu. Kwa ni lazima uwe na usikivu mzuri na umtafute Bwana. Katika vipindi vilivyopita niliwahi kukwambia,
Mungu anataka kutafutwa. Tulisoma ile Yeremia 29. Yeremia 29 mstari 11 hadi 13. Utaona Mungu anasema, ninajua mipango nilionayo kwako. Kwa hiyo kama Mungu anayo mipango kwako, hautakiwi kutumia nguvu nyingi kutengeneza maono yako au mipango yako. Unahitaji tu kulogin. Unahitaji tu kujiconnect na Mungu, kujiunganisha na Mungu vizuri kwa njia ya sala na maombi, ibada na sadaka. Hivyo vinafungua milango na Mungu atakupa mawazo yake kwenye mawazo yako. Isaya 55. Okay. Yeremia 29 inasema, najua mawazo ninayokuwazia wewe, asema Bwana. Biblia Kiingereza imesema, najua mipango nilionayo juu yako, asema Bwana, mipango ya kukupa tumaini na mafanikio katika siku zako za mwisho. Mstari wa 12 unasema, utaniomba nami nitakusikia. Mstari wa 13 unasema, utanitafuta na utaniona endapo utanitafuta kwa moyo wako wote. Kwa hiyo Mungu anataka kutafutwa. Mipango anayo, maono anayo, malengo anayo, makusudi anayo ya kuendesha maisha yako duniani. Haujajileta duniani kufanya mambo yako, umekuja duniani kufanya mapenzi fulani ya Mungu. Na sisi binadamu wote tunasubiri kipawa chako na uwezo uliopewa kwa ajili yetu, ili na sisi tuwe na maisha mazuri. Kwa hiyo wewe ukikosea, sisi tutachechemea. Kwa hiyo kaa na Mungu vizuri, upate kujua mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako ni nini katika msimu unaokuja. Utaweza kuifanya pointi ya kwanza vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe na shabaha. Ni muhimu sana uwe na maono. Maana yake ainisha unataka kutoka wapi kwenda kufikia wapi. Alafu katika vipindi vinavyofuata nitakufundisha namna ya kuangalia utatumia muda gani, kwa njia gani. Hapo tutakuwa tumeingia kwenye mikakati na budgeting. Lakini kwa sasa pointi ya kwanza kabisa itakayo kusaidia mtu wa Mungu uweze kufanikiwa au uweze kufanya vizuri ni wewe kuwa na maono. Pointi ya pili, kaa chini sasa ujifunze, upate maarifa jinsi ya hayo maono yanavyotakiwa kutekelezwa. Jifunze namna hayo maono yanavyotakiwa kutekelezwa. Hatua za ujenzi huwa zikoje? Mwanzo sura ya 11, wale waliokuwa wanajenga mnara wa Babeli, Biblia inasema kwa maono waliokuwa nayo ya kwenda juu, walikuwa na matofali badala ya mawe. Mawe yalikuwepo, lakini waliamua kutengeneza tofali ambazo zimenyooka, tofauti na mawe ambayo hayana umbo la kueleweka, kwa sababu ya aina ya ujenzi, structure. Kwa sababu ilikuwa inaenda juu sana, hiyo kuto kulingana hiyo ambayo jiwe linayo isingetufaa. Tulikuwa tunahitaji kitu chenye unyoofu kabisa kama tofali, kwa sababu ya aina ya mjengo tunaopeleka juu sana. Kwa hiyo wakaamua kuchukua tofali badala ya mawe. Alafu Biblia inasema wakaamua kuchukua lami badala ya choka, ambayo leo tunaita simenti. Kwamba lami ina nguvu zaidi kuliko simenti ya wakati ule. Jifunze namna hayo maono yanavyotakiwa kutekelezwa. Hatua za ujenzi huwa zikoje? Wanaosoma kozi hiyo na kufanikiwa wanatakiwa vitu gani ili waweze kupata hayo maarifa na wapate hivyo vyeti au huo ufuzu, huo utaalamu. Jifunze kama ni biashara, hii biashara huwa inafanyikaje? Kama ni kilimo, kilimo hiki huwa kinafanyikaje? Kama ni mifugo, mifugo hii huwa inafanyikaje? Kama ni migodi, yanayohusika kwenye mambo ya migodi ni nini? Uvuvi hivyo, huduma za kiroho. Yani unahitaji understanding. Warumi sura ya 10 ule mstari wa 2 unasema, kuna watu wana juhudi nyingi katika Bwana, wana juhudi nyingi katika mambo ya kiroho, lakini si katika maarifa. Hiyo ni lawama ambayo Mungu anaielekeza kwetu, kwamba tuna juhudi sana katika mambo ya kiroho, lakini pia hatuyafanyi kwa maarifa yanayotakiwa. Na pia wengi mnaujua ule mstari wa Hosea sura ya 4 mstari wa 6 kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wanabidii ya maombi lakini si katika maarifa. Wanabidii ya kazi lakini si katika maarifa. Kwa hiyo
ukikosea maarifa, ile technical know-how ya namna ya kulifanya jambo, hauna hakika ya mafanikio. Kwa hili ni jambo la kuombea upate maarifa na uweze pia kuweka mkakati wa namna ya kupata hayo maarifa ili uweze kutekeleza maono uliopewa na Bwana moyoni. Halafu sasa ukishapata maarifa, mkakati wa tatu ni kutengeneza mpango au hatua za utekelezaji. Ukishapata maarifa, unahitaji kujua zile step by step za kuimplement the vision. Hatua kwa hatua za utekelezaji wa shughuli zitakazoleteleza wewe kutimiza maono au malengo au makusudi. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 31, unaona siku ya kwanza Mungu anaumba nuru, siku ya pili Mungu anaumba nchi, siku ya tatu Mungu anaumba mimea, siku ya 4 Mungu anaumba mianga, jua na mwezi na nyota, siku ya 5 Mungu anaumba samaki na ndege, siku ya 6 Mungu anaumba wanyama na binadamu, siku ya 7 Mungu anaumba siku ya 7 Mungu anapumzika. Unaweza ukaona kwamba maono ya muda mrefu Mungu aliyakatakata kwenye mipango midogo midogo ya muda mfupi, short term plans, ili kutekeleza long term vision au plan. Vivyo hivyo na wewe unahitaji kujua hatua ndogo ndogo zitakazotimiza malengo makubwa au makusudi makubwa ya maisha yako. Nilikwambia Mungu wetu ni Mungu wa mipango, ni Mungu wa mikakati, na wewe unahitaji kuwa hivyo. Mkakati mwingine unahitaji kufanya ni kuainisha uwezo wako. Ukishajua hatua za utekelezaji, utahitaji sasa kuangalia unahitaji nini ndani kwako kitakachowezesha wewe kutekeleza na kufikia maono au malengo au makusudi. Kwa hiyo unaangalia resources ulizonazo, uwezo ulionao, vitu ulivyonavyo, vipawa ulivyonavyo, watu ulionao, mali ulizonazo na kadhalika. Huko mbele tutaangalia kimoja kimoja. Kwenye kipengele hiki kuna discussion ndefu kidogo tutakuwa nayo mimi na wewe. Na sasa unahitaji kujiombea hapo ili ule uwezo uliolala uamke. Na kuna wengine mna vipawa vilivyoibiwa virejeshwe, na kuna wengine nguvu ya adui imezika vipawa vyenu vifufuke, na kuna wengine vimedumazwa tu, vimekuwa dormant au inactive, vinahitaji kuamshwa, lakini unavyo. Na wengine mlikuwa mjui kwamba mna uwezo huo ndani yenu, kwa hiyo mna outsource, mnaenda kuchukua nje, wakati kumbe wewe mwenyewe ungeweza kujidevelop, ungeweza kujifanyia maendeleo na ungepunguza gharama za kuchukua uwezo wa nje au rasilimali za nje. Kwa hiyo tutaangalia kipengele, ni kipengele kipana kinene, kina mambo mengi ya msingi ya kuyachunguza, kuyaainisha na kuyaratibu kwenye maisha yako ili uweze kuyatumia kwenda kutimiza malengo. Jambo la 5 la kuombea katika mikakati ni budget. Ukishajua uwezo ulionao, utajua pia uwezo usionao. Na uwezo usionao utakulazimu labda kuuchukua kutoka sehemu zingine, na hiyo ina gharama zake. Whether ni vifaa au whether ni watu. Kuna material resource, kuna human resource, kuna financial resource, kuna time resource, kuna rasilimali watu, rasilimali vitu, rasilimali fedha, kuna rasilimali muda. Hizo zote ni vitu vinavyohitajika wewe kutekeleza maono. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kwenye Mwanzo sura ya 6, unaona Mungu anamwambia Nuhu kuhusu kujenga safina kwa ajili ya kuhifadhi uzazi wa viumbe. Maana Mungu anakwenda kuigarikisha dunia yote, maana watu wamekuwa waovu sana. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5 mpaka mstari wa 22. Katika mpango huu vitu vilivyohitajika ni mbao, ni miti. Hiyo ndio budget. Kulikuwa na nguvu kazi ambayo ni Nuhu na familia yake, human resource, lakini kulikuwa na material resource, vitu vinavyohitajika. Walihitaji mbao ya kujenga safina. Na unaona mpaka aina ya mti. Huwezi kuchukua mbao yoyote. Kuna aina mahususi ya mti. Mungu alimuongoza Nuhu kuutafuta ule mti na kuuchana kama mbao,
akampa paka na vipimo vya urefu wa hiyo safina na upana wake na urefu wake. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mfano wa kibiblia wa vitu vinavyohitajika kutekeleza makusudi. Hata katika ujenzi wa hekalu au ujenzi wa nyumba ya Bwana, Kutoka sura 25 mstari wa 1 hadi wa 9, unaona Mungu anamwambia Musa, waambie Waisraeli wakupe sadaka kwa ajili ya kuijenga nyumba ya Bwana, kujenga hema ya kukutania. Na Mungu akakategorize, na Mungu akaweka katika mafungu vinavyohitajika kwamba utavichukua kutoka kwa wana wa Israeli. Hakuna kitu kitadondoka kutoka mbinguni. Vyote vinavyohitajika kwa ajili ya wewe kutimiza maono ya kujenga nyumba ya Bwana, ili sanduku la Bwana liwe na mahali pa kukaa, viko kwenye mikono ya Wayahudi au Waebrania. Ndio maana walipokuwa wanatoka Misri, niliwatoa Misri na utajiri mwingi. Niliwaambia, nendeni mkatake kutoka kwa Wamisri vitu vyenu. Mshahara ambao hujalipwa miaka 400. Wewe hujalipwa, babako hajalipwa, babu yako hajalipwa, babake babu yako hajalipwa. Utalipwa ndani ya usiku mmoja. Na msiogope, nimeshawatengenezea utiisho. Nimepiga kila mzaliwa wa kwanza kwenye kila nyumba ya Wamisri. Kwa hiyo tayari kuna utiisho, kuna hofu juu yao, juu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo mtakaposimama mbele ya milango yao, watatetemeka. Biblia inasema mtawateka nyara. Utaenda kusoma mwenyewe habari hiyo. Mtawateka nyara. Kwa hiyo wakaenda wakagonga kwenye malango ya wale waliokuwa mabosi wao, wakoloni wao. Wakawaambia, tupe vitu vyetu, tupe mali zetu, tupe dhahabu zetu, tupe fedha, tupe shaba, tupe majora ya nguo. Na Misri ilikuwa inaongoza kwa wakati ule kwa utengenezaji wa majora mazuri sana ya nguo. Canvas, first class, polyester, first class, tetron, first class, naongea kwa lugha ya leo. Nguo bei thamani ya juu ilikuwa inatoka Misri. Kama leo tunavyosema labda inatoka Uturuki au Italy, enzi hiyo ilikuwa inatoka Misri. Kwa Mungu akasema mkatake vitu vyenu. Mishahara ambayo mjalipwa kwa miaka 400 mtalipwa ndani ya usiku mmoja. Kwa hiyo Mungu aliwatoa na mali nyingi. Mungu aliwatoa na mali nyingi. Na maandiko yanasema Mungu alipotaka sasa ujenzi, ile mali mikononi mwao ndio iliyotumika kwa ajili ya maono ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anapokutajirisha ni kwa ajili ya ufalme wake kwanza. Imeandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 8, mimi ni Mungu nikupaye utajiri ili kuliimarisha agano. Usije ukasema mkono wangu ndio umenipa utajiri huu, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye anayekupa nguvu za kupata utajiri, ili kwanza kuimarisha agano. Halafu na hayo mengine yote utaweza kuendelea kuyatumia. Kutoka sura 25 mstari wa 1 hadi wa 9, unaona Mungu anatoa budget. Vile vinavyohitajika kwa ajili ya kutekeleza yale maono utavipata kutoka katika mikono ya Wayahudi au wana wa Israel. Basi nafikiri kwa leo inatosha hapo kwa dakika nilizonazo na wewe. Ni kutakie baraka za Bwana. Niahidi kwamba katika kipindi kinachokuja nitaendelea na pointi ya 6 pamoja na pointi ya 7. Nimekuandalia pointi 7 kwa haraka nimekupa pointi 5. Lakini ziko pointi 7 kwenye mfululizo huu wa namna ya kutengeneza mikakati na namna ya kuiombea ili uweze kutengeneza mikakati hiyo vizuri. Na tutakapofika katika mwezi wa kwanza wa mwaka, basi tutaongea pointi zote hizi polepole kwa kina na mistari yake na nyama zake ambazo kwa hapa nimeshindwa kukupa. Kila pointi moja hapo ina mafafanuzi ya kutosha. Basi katika kipindi kinachokuja nitapiga hatua ingine na wewe katika pointi zinazofuata. Usikose. Mungu ametuandalia mambo mazuri kabisa kwa sababu anataka tufanikiwe. Isaya 48:17, mimi ni Bwana nikufundishaye ili upate faida. Weka mkakati wa kuwepo tena kesho katika channel hii ya Mgisa Mtebe, na hapo pia kuna namba ya simu kwa ajili ya maswali. Lakini pia kama vile una mambo ya kuombea ungependa kutushirikisha, unaweza ukatuma message kwenye namba hizo. Ikiwa pia ungependa kusupport kazi hii kwa sadaka yako au mchango wako ili tusichechemee katika kukuletea ujumbe wa neno la Mungu
na maarifa kutoka juu. Basi please support this. Changia, tia nguvu, tegemeza, toa sadaka. Mshukuru Bwana kwa ajili ya hiki tunachokisikia na kile ambacho ametuandalia tutaendelea kukisikia. Copy linki hii, tumie ndugu jamaa au rafiki yako, sambaza kwenye magroup. Unaposababisha mtu mwingine anabarikiwa au nakubadilika, na wewe unapewa thawabu. Napenda kuwashukuru sana nyie wote ambao mnatuombea, na wewe usiache kutuombea. Napenda pia kuwashukuru wale wote ambao sadaka zenu zinatufikia. Mungu awabariki kwa namna ambavyo amewagusa na nyie mmetii na mmeweza kutusupport ili tuweze kuandaa kipindi hiki na pia kuandaa vipindi vinavyokuja. Basi tuamini kwamba maono haya yatakamilika, na kutakia baraka za Bwana Mungu wa Israeli awe juu yako na akufanyie wema na akubariki na akulinde, na mkono wake uwe juu yako kukupa amani na kukupa afya njema na kukupa ulinzi na kukupa furaha katika mwezi huu wa 12. Tukutane tena katika kipindi kinachokuja, na Mungu akubariki sana.